Dua ndiyo sababu ya Allah kukuondoshea mitihani. Unapomlilia Mwenyezi Mungu na unapomnyenyekea Mwenyezi Mungu, inakuwa sababu ya Allah kukuondoshea madhara yaliyokupata. Allah asema, amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Ni nani ambaye anayetikia dua zenu unapomlilia na kumnyenyekea pindi msiba na mtihani inapowapata? Na kwa sababu ya maombi yenu na kwa sababu ya machozi yenu, Allah asema wayakshifu su, yawaondoshea uzito na balaa. Ulama wakasema miongoni mwa sababu ya Allah kukufariji ni kumlilia na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na nichukue fursa hii kuwafundisha dua mbili itakayokusaidia wakati mambo yamezidi, na nipatie fursa nikufundishe dhikri mbili uisome wakati mtihani unapokuwa imezidi. Ama dhikr ni dhikri aliyosoma Nabillahi Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Allah sema, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nakumbukeni pindi Dhannun alipomezwa na samaki, akawa yuko katika giza tatu: giza ndani ya samaki, tumbo ya samaki, giza ndani ya bahari, giza ya usiku, dhulumatun thalath. Akawa yuko katika dhiki, hana njia kutoka, akitemwa na samaki, yuko katikati ya bahari kule chini, atazama, akaomba akasema, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuna muumini atakayeomba Mwenyezi Mungu kupitia dua hii wakati anapoona mambo yamezidi, ila Mwenyezi Mungu atamwondoshea. Na kwa ushahidi wa Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, fastajabna lah, tukaipokea dua yake, wanajainahu min algham, tukamtoa katika dhiki aliyokuwa nao, wakadhalika nunji almu'minin, na hivyo hivyo waumini tutawaokoa. Dhikri ya pili ambayo itakayokusaidia wakati unapohisi mambo yamekuwa ni makubwa na mazito ni dhikri aliyofundisha Rasul sallallahu alayhi wasallam, nayo hujulikana kama duaul karb. Duaul karb, wakati unapokuwa na kurba, wakati unapokuwa na shida, hii ndo dua alikuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hiyo ndo dua na dhikri alikuwa akiomba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kando na hizi dhikri mbili, pokea dua hizi mbili, ni sababu ya Allah kukuondoshea dhiki uliyokuwa nayo. Asema Abi Bakra radhiyallahu anhu, asema qala sallallahu alayhi wasallam, da'watul makruh, dua ya mtu anapokuwa na kurba, anapokuwa na uzito, anapokuwa na mambo yamemzidi. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, mmoja wenu aseme, Allahumma rahmataka fa arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant. Hii dua isome tena urudie wakati unapoona mambo yamezidi. Dua nyingine, Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuna mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ana dhiki na taabu akamwomba Allah kupitia dua hii ila Mwenyezi Mungu atamuondoshia dhiki na huzuni aliyokuwa nayo. Na hapa ndo ninapokusudia wa abdalahu makanahu faraja, na ile huzuni Mwenyezi Mungu atabadilisha, ataleta faraja na furaha. Ulama wakasema miongoni mwa sababu ya Allah kukuondoshea mitihani uliyokuwa nayo
ni kumwomba Allah kwa wingi.